good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. How are you? Je, unatutazama ukiwa wapi? Karibu sana mpendwa mtazamaji kwa kipindi ukipendacho cha Sauti za Injili. Kwa jina nafahamika kama Feni Abrams. Leo ni ile siku ambayo Mungu amefanya. Huwa kwa kawaida wanasema kwamba siku zote huwa ni siku za kitofauti kabisa. Kwa hivyo siku ya leo Mungu ametutunuku neema ya kuweza kukutana nawe, na tuko hapa tumeingia tayari, tuko live. Sijui unatutazama ukiwa wapi. Ningependa kwa hivi sasa uingie kwa mtandao wako wa Signet, tafuta KA Television, wasiliana nasi pale. Ingia kwenye mtandao wa Facebook, pia utatupata pale KA Television, Sauti za Injili. Kuna mengi sana ambayo Mungu ametayarisha kwa sababu yako. Kwa sababu yako mpendwa, ndio sababu tuko hapa. Kwa hivyo leo ningependa kupokea comment yako. Ningependa kupata request yako. Je, unatazama ukiwa kwenye gari? Je, unatazama ukiwa kwenye biashara yako? Unatazama ukiwa wapi? Na nini hicho ambacho ungependa tuzungumzie siku ya leo? Ni nini hiyo Mungu amekufanyia? Kwa sababu wengine wetu wiki hii kwa wengine imekuwa ngumu, lakini kwa wengine imekuwa nzuri. Wengine hadi nimeona kuna graduations mingi ambazo zinaendelea. Kwa hivyo kuna mtu ambaye ana ushuhuda ama ana testimony ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho amefanya kwa maisha yako wiki hii. Kuna mambo mengi. Kwa hivyo ningependa tuwasiliane pale kwenye comment section. Zidi kushare, zidi kufollow, zidi kulike pale, na pia kumbuka kwamba tunapatikana kwenye YouTube Sauti za Injili. Kwa hivyo hivi sasa, kabla kuongea mengi, tayari wageni wamefika. Tunaye Bishop Baraza, utaweza kumuona. Tunaye ndugu Geoffrey Alois ama Geoffrey Oga, utaweza kumuona, na pia mgeni wa mwisho ambaye anajulikana Mistari Masai, pia utaweza kumuona. Mungu amefanya haya yote. Kwa hivyo naomba tupokee maombi kisha tuendelee. Mungu Baba, asante kwa sababu ya siku ya leo. Leo ni siku njema ambayo umefanya, tukiwa tunajitayarisha kuzungumza kuhusu sifa zako ambazo ziko kinywani mwetu, pia ziko kwenye nafsi zetu. Mungu wetu, katika kitabu cha Zaburi 103 na mstari wa 2 umezungumzia ukasema, nafsi yangu hebu msifu Bwana na usisahau fadhili zake. Kwa hivyo tuko hapa kwa sababu Mungu wetu tuna shukrani zote. Hatuwezi sahau mazuri yote ambayo umetenda. Umetuvukisha, umetupatia uzima, umetupatia kila kitu. Kwa hivyo tuna sababu zote za kukusifu siku ya leo. Kwa hivyo kumbuka wale ambao wamefika studioni kuzungumza na wapendwa ambao wanatutazama, waandalizi wa kipindi, na kila mtu ambaye anashughulika kuhakikisha kwamba kipindi hiki kinakuja hewani na kinafanikiwa. Kwa hivyo tunaomba haya machache katika jina la Yesu. Amina, amina. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, karibu. Leo ni siku yako, leo ni siku yako. Show hii itawaka moto kwa sababu uwepo Bwana upo mahali hapa. Naomba usiondoke hivi tukipokea mgeni wa kwanza ambaye ni Alois. Mpendwa mtazamaji, vile ambavyo nilikuahidia kwamba mgeni wetu ambaye anajulikana kama Geoffrey, mwenyewe atakuelezea zaidi, pengine ana majina mengi kuliko yale ambayo nimekuelezea, lakini Mungu amemfikisha hapa kwa sababu yako. Kuna jambo ambalo Mungu alikuwa ametayarisha specifically kwa huyu mtumishi ili wewe uipokee. Kumbuka kwamba kila mtu ana neema yake. Kwa hivyo kuna vile huyu amepata neema speciali kwa sababu yako. Tukiwa tunazungumzia mada ya kumsifu Bwana, kumshukuru na shuhuda zetu. Karibu sana mgeni, jitambulishe kwa wapendwa hao. Amen. Asante sana. Naitwa Alois Oga. Naam. Geoffrey ni jina la udhani. Okay. Nimeokoka. Amen. Yesu ni Bwana. Naam. Mimi ni mkaaji wa Nairobi. Naam. Asante sana Geoffrey. Tumefurahia sana kukupokea. Samahani kwa changamoto hapa njiani hapa kule, lakini mwisho wa siku Bwana anapatiwa utukufu wote. Kwa sababu ilikuwa ni kusudi lake uweze kufika hapa uzungumzie wapendwa ambao walikuwa nakusubiri siku ya leo. Geoffrey, kuna hiyo mada ambayo tunazungumzia kuhusu tu kumshukuru Mungu katika hali. Sijui wewe unaweza mshukuru Mungu katika hali gani katika maisha yako? Mimi pande yangu naweza nikamshukuru Mungu katika hali yoyote. Naam. Iwe kuna njaa, iwe kuna shida aina gani, iwe mimi ni mgonjwa, njia yote. Naam. Naweza nikamshukuru Mungu na kumsifu Mungu. Naam. Asante sana Geoffrey, kwa sababu wewe ni wa kitofauti kabisa. Maana mifano yako ni kama ile ya Ayubu. Kwa sababu Ayubu ndiye alijaribiwa, lakini akajipata tu anashukuru Mungu. Hata mke wake akamjaribu kwamba si umkufuru Mungu, mtukani. Kwa sababu shida imekuwa nyingi sana. Mbona wewe kila siku una ushuhuda mbele za Mungu na mshukuru Mungu? Huyu Mungu mbona amekuachilia? Una maradhi, watoto wameaga nini? Mbona unashinda ukimshukuru Mungu? Lakini akajipata anashukuru. Kwa hivyo wewe ni mfano kwa watu wengi ya kwamba hata kama unapitia shida vipi,
wewe unaweza mshukuru Mungu. Kwa hivyo asante sababu ya hiyo. Hebu tuambie tu orodha za nyimbo zako. Okay, mimi nina nyimbo kadhaa. Niko na nyimbo zaidi ya 30. Naam. Zingine nasahau. Lakini nina zile ambazo nakumbuka kama nikipelekwa sokoni, ukibarikiwa, wokovu wa bure. Naam. Maisha yangu. Yesu alipowaita. Naam. Na zingine mingi. Niondolee maadui njiani. Naam. Ya sote ni nyimbo zangu. Naam. Katika hizi nyimbo zako kuna hiyo nyimbo ambayo hauwezi kusahau shuhuda zake. Ya mahali ambapo Mungu amekutoa. Kwa sababu kwa hizi zote 30 kuna moja ambayo inabeba ujumbe mzito sana. Wa ushuhuda ambao mahali Mungu amekutoa. Je, unaweza muelezea mtazamaji huyu? Okay. Nina safari refu sana. Naam. Kutokana na wimbo ambao niliimba nilipelekwa sokoni. Ndio. Wimbo niliuimba nikiwa na shida mingi sana. Naam. Nilikuwa niko mgonjwa, nilipata accident Mombasa. Pole. Nikawa na kidonda kwa mguu, nilifanywa operation. Familia ikakosa pesa kidogo tu ya kufanyiwa skin graft. Naam. Ilikuwa 7,000. So familia ikakosa hizo pesa. Baadaye sasa nilikaa na kidonda for long. Niliishi na kidonda for 7 years. Na nilikuja kupona mwaka wa 2020 hapo hivi. Niliweza kupona. Na sasa ndio nikaweza kuimba huu wimbo unaosema ningepelekwa sokoni. Kwa sababu kama wakati ule yenyewe ingekuwa mwanadamu anayesauzwa, ningepelekwa sokoni singekuwa na bei, sababu nilikuwa vibaya. Nilikuwa nikitembea kwa watu na nuka sababu ya kidonda. Nilienda kila hospitali. Hospitali zozote, hospitali yote nilikuwa nikienda. Nilikuwa nikienda hospitali naambiwa hapa enda hospitali kubwa kama Kenyatta, enda hospitali kubwa kama Mama Lucy. Na nakumbuka sababu sikuwa na uwezo wa pesa. Nilienda Kenyatta nikiwa na like 5,000. So nilikuwa na expect nitatibiwa. Nilipoenda hiyo pesa nilispend, ikaisha. Na bila kuona hata daktari. Na ilipoisha sasa nikashindwa nitafanya nini, ikabidi nimerudi nyumbani. So nikaendelea vile. Finally Mungu akanisaidia na nikapona. Nakumbuka siku moja nilienda kanisani, nilikuwa kesha ya kuruka mwaka. Nilikuwa nimeomba kutoka huko nyuma, nilikuwa nimeishi nikiomba tu Mungu nisaidie mguu upone, Mungu nisaidie mguu upone, lakini sikuwahi pona. So sasa ndio Mungu kuja kupona, tulikuwa tunaruka mwaka na tulikuwa tunaingia 2020 Januari. So nikaenda kanisani, nikapiga magoti, nikalia sana. Hiyo siku nilienda tu kulia kanisani kesha ya kuruka mwaka. Nililia kuanzia kitu saa 4 mpaka karibu saa 9 usiku. Niko kwa magoti na nalia tu machozi. Na baadaye nikatoka kanisani, nikaenda nyumbani. Sikuongea hata na mtu. Nilikuwa nimezoea naenda nanunua ghost bandage. Na kuja naoga, nikishamaliza kuoga nawekelea kwa kile kidonda. Na kidonda kilikuwa kubwa sana. Kiko eti ni kidonda kidogo. Ati kadogo, ilikuwa kidonda kubwa. So ilikuwa hata nikivaa kiatu itaenda kimwaga maji, nikisimama sana inatoa damu hivyo, sababu ilikuwa kwenye ankle. So baada ya muda, baada sasa nimetoka kanisani, hiyo kesha kuruka mwaka. Nimeenda nyumbani. Nikaoga kama kawaida na nikafunga. Venye mimi hufunga kawaida na nikalala. Kesho yake nikaona sioni maji. Nikashindwa kumeendaje. Lakini kwa kuogopa sikuitoa. Nikaacha, nikaendelea shughuli zangu. So baada like 3 days nikashindwa. Mbona hata sioni maji venye kidonda imekuwa kimwaga maji. Nikaona yani hakuna dalili yote ya maji. Anyway nikasema sawa, nilipokuwa nikienda kulala baada kama siku 5 hivi nikatoa socks. Nikabaki sasa kwa mguu na hiyo ikiwa imeshika hapo. Ndio. Nikalala. Asubuhi nilipoamka nikapata ile bandage imepaki kwa marazi. So nikashindwa kumeendaje, lakini kuangalia hapo naona pana ka white. Nikashindwa kumeendaje. Alafu nikiguza hivi nasikia like mimi mwenyewe nahisi nachiguza, lakini hapo mbeleni sikuwa na hata nilikuwa ile sensa sikuwa nasikia. Nikashindwa kumeendaje. Nikakaa day 1, day 2, day 3 natembea tu kama kawaida, lakini hayo maji hayatoki.
Sasa ndio nilikuja kurealize kumbe mimi nilipona. Amen. Kumbe Mungu alijibu maombi yangu kwa hiyo njia. Amen. Lakini ni baada ya miaka 7. Na hapo ndio nilichukua hatua nikaenda studio nikaimba huo wimbo ningepelekwa sokoni. Yeah. Naam. Yeah. Tunashukuru sana kwa sababu ya ushuhuda huo ambao unaguza moyo sana. Kwa sababu tunajifunza kwamba kumbe kuna matumaini katika Mungu. Mtu anaweza kuwa katika hali ya ugonjwa, pengine hata amekata tamaa ya kwamba hatapona tena, lakini Mungu anakushtua katika mwaka wa 7. Unajua mwaka wa 7, wewe na 7 kwa Mungu ni perfection. Mwaka ule wa 7 Mungu akafanya miujiza na miguu ile ikapona. Wewe mwenyewe ulikuwa umeshindwa kama haitawezekana. Ukamlilia Mungu ukashindwa atakujibu lini. Lakini naye Mungu akajibu. All of a sudden ukashtuka kwamba mguu ule umekauka na Mungu amekuponya. Kwa hivyo kama ni kwa mwanadamu sokoni ungeuzwa bei gani? Unatembea mbele za watu unanuka. Lakini kumbe Mungu anaweza tengeneza hali ile ukue mtu wa maana tena baadaye na upone kabisa. Kwa hivyo ningependa kwa muda huu tupokee wimbo huo wa sokoni. Sijui kama uko tayari wimbo huo. Wimbo wa sokoni. Ni sokoni ama twende sokoni? Twende sokoni. Haya, twende sokoni. Naomba twende sokoni tubarikiwe. Amen. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni, hakuna angeninunua. Kila mtu angepita, akielekea zake. Kila mtu angepita, akielekea zake. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni mama, singekuwa na bei. Kila mtu angepita, akielekea zake. Lakini Bwana Yesu alinipenda mimi, kaja duniani kaninunua mimi, kaninunua mimi kwa damu ya thamani. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni, hakuna angeninunua. Kila mtu angepita, akienda zake. Kila mtu angepita, akienda zake. Ningepelekwa sokoni, nikauzwa kama avocado. Ningepelekwa sokoni, nikauzwa kama tomato. Ningepelekwa sokoni, nikauzwa kama sukuma. Kila mtu angepita, akienda zake. Kila mtu angepita, akielekea zake. Lakini Bwana Yesu alinipenda mimi, kaja duniani kaninunua mimi, kaninunua mimi kwa damu ya thamana. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni, hakuna angeninunua. Kila mtu angepita, akienda zake. Kila mtu angepita, akienda zake. Ungepelekwa sokoni, wepa Selisa. Ungepelekwa sokoni, dada yangu Triza. Ungepelekwa sokoni, ndugu yangu we Silas. Ungepelekwa sokoni, mama yangu Ungepelekwa sokoni, dada yangu Ungepelekwa sokoni, kaka yangu Ungepelekwa sokoni, hakuna angekununua. Kila mtu angepita, akienda zake. Ungepelekwa sokoni, mke wangu Sheli. Kila mtu angepita, akienda zake. Lakini Bwana Yesu alikupenda wewe, kaja duniani kakununua wewe kwa damu ya
tunapendeza, zote tunapendeza kwa damu ya dhamana, kwa damu yake Yesu, zote tunapendeza. Nikipelekwa sokoni singekuwa na bei, nikipelekwa sokoni singekuwa na bei. Karibu sana mpendwa mtazamaji, naamini ya kwamba unabarikiwa na shuhuda ama wimbo huo wa huyu ndugu Alois the Great. Wakati mwingine nakuita the Great. Yeah. Yani nikikumbuka mahali ambapo Mungu amekutoa. Yeah. Najua nilikuwa tu nasikiza wimbo sokoni, lakini sikuwa najua ushuhuda wake. Yeah. Na kuna mambo ambayo Mungu anatufundisha kupitia kwayo. Kwa sababu unaweza muona mtu amesimama tu anang'ara, pengine hakuelezei, lakini kuna jambo, kuna kini cha kumfanya aimbe vile ambavyo anaimba. Kwa hivyo nyimbo hizi sio nyimbo tu ambazo ni kwa watu wasikize ama uweze kuvuma, lakini nyimbo hizi ni shuhuda za maisha yako. Tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Na je, wakati huo baada ya Mungu kutenda miujiza huo ukapona, ndio wakati ulienda studio wakati huo ama ni wakati huo tu ndo ulikuwa na? Wakati huo sasa ndio nilienda studio. Okay. Nilienda studio na nikarekodi wimbo. Naam. Mbeleni nilikuwa na nyimbo zingine. Lakini sasa niliamua kuimba huo pia. Naam. Na wakati Mungu alikupatia ushindi sababu ya hayo, ni mambo gani ambayo ulishuhudia wakati huo baada ya Mungu kukupatia ushindi huo? Naweza sema ni mambo mengi. Ndiyo. Na yote yalikuwa baraka kwangu. Ya kwa sababu siwezi fananisha kule nyuma na baada ya kupona. Sababu hata nikiwa katika hiyo shida ya ugonjwa, kile kitu ambacho nilizingatia sana na nakumbuka kuna pastor alinitia moyo sana na akanishika mkono. Ilikuwa kila wakati yeye atanipigia simu aniambie njoo kanisani. Nilikuwa nacheza keyboard kanisani, wakati mwingine naenda nawekewa nikatengenezewa kiti refu ndio nikae nikipiga keyboard. Lakini kila nilikuwa nikikaa maji yanamwagika tu. So kule nilikuwa ilikuwa like nilikuwa kama niko kwa jangwa. Ni kama nilikuwa napitia mambo fulani. Lakini baada ya ushindi sasa nimepona. Nilipokea mambo mengi sana. Sasa wakati huo ndio nilianza katika hicho kipindi nikiwa na umwa sasa ama nikiwa mgonjwa. Nilijaribu kwanza sababu nilikuwa na maono ya kutengeneza movie. So nikiwa katika hiyo hali nilijaribu lakini kashindikana. Sikuweza kwa sababu sikuwa na pesa na kadhalika. Tulikuwa tunajiita Nairobi Chi Game. So baadaye sasa wakati nimepona 2020 sasa ndio sasa nikapata mwamko mpya. So nikapata pesa na nikaregister, nikaanza sasa kufanya movie. Sasa movie yako ni movie ya mafunzo, ni ya mahubiri ama ni movie ya aina gani? Movie ni mafunzo. Ni mafunzo. Sile kama saizi kuna ile nafanya ni series. Na ndio tumeianza. Inajiita Tears of Marriage. Ndio tumeianza, tumefanya episode ya kwanza. Sasa tunaendelea na hizo zingine pia. Naam. Natamani sana tuweze kukipokea kitabu kile cha Tears of Marriage. Ni vilio katika ndoa. Sawa, hivi ni kumaanisha kuna vilio sana katika ndoa. Ni kweli. Na je, unajua sasa ukisema hivyo, pengine mpendwa pale ambaye anakutazama anajiuliza, je, katika ndoa mambo tu ni kulia ama kuna zingine ambazo ni nzuri? Na je, wakati wanapokea kitabu hiki, ni nini ambacho kitasaidia maisha yao ambao watajifunza kwa kile kitabu? Ni mengi. Ni mengi kwa sababu ukiingia kwa ndoa hau expect mambo mabaya, na expect mazuri. Lakini sasa inategemea pia. Unaweza ingia kwa ndoa ukapatana na mambo mabaya kulingana na vyenye mwenzako atakupeleka. But sasa sisi tunafundisha kwamba hata ukipitia nini usitoke kwa ndoa. Weka pale ukimngoja Mungu.
siku moja ndoa itapona. Yeah. Na unajua sasa Lois ukisema vile, wengine wanasema ndio tumeokoka, lakini kama huyu mume pengine ananipiga nusura kuniua, je, nitakaa pale? Unajua kuna hizo swali ambazo watu watakuwa naibua wakati maybe watakuwa nasoma kile kitabu cha kwa sababu tukisema Wakristo Mungu amesema anakataa talaka na mambo kama yale. Unajua ni vizuri kuuliza mambo haya. Na ni vizuri kujua kwa sababu wewe ndiye mwandishi wa kitabu hicho. Okay, ni mzuri, ni wazo nzuri, lakini kile mimi nasema kila mtu anavyenye anabeba ndoa. Ndoa ni kama mzigo ama ni kipaji ikiwa ndani ya mtu. Kuna mtu amezaliwa na hata ikuwa na ndoa. Na kuna mtu amezaliwa na atakuja kuwa na ndoa siku moja. Na mtu anaweza kaa miaka mingi bila ndoa lakini mwisho atakuwa na ndoa. Kulingana vyenye Mungu alimpangia. But sasa ikikuja sasa kwa maisha ya kawaida, ndoa huwezi ibeba kama kitu cha kawaida pia. Ndoa unaibeba kama gift kutoka kwa Mungu, kwa sababu Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema kutoka kwa Mungu. So katika ndoa sasa ndio inakuja unapata kuna mambo mengi pale ndani. Sasa kuwa umechikwaza na mwenzako, unakasirika, inakuwa vipi? Mtu alikuwa ameokoka labda, amekuwa mlevi, unaona amerudi nyuma kwa wokovu. Then ile nyumba sasa inakuwa ikaliki. Sasa pale sisi tunafundisha kwamba baada ya hayo mambo yote, wewe kumbuka tu kitu kimoja tu, kwamba ndoa yako iko pale pale. Hata kama mliachana, bado iko pale pale. One day mtarudiana, ama kama mtarudiana itakuwa vile itakuwa, lakini ndoa iko pale pale. So long as uliolewa, ukaitwa Mrs. fulani ama bwana ya fulani, italimeni pale pale tu. Hilo jina halitaibadilika. Marafiki na majirani watajuanga huyu alikuwa mke wa fulani. Huyu alikuwa mke wa Lois, na italimeni hivyo hivyo. So hata kama mtakuwa mmeachana miaka 20 baadaye hilo jina litatajwa tu hivyo. Huyu alikuwa mke wa fulani. Atakuwa mke wa fulani. Wow, naamini kwamba kitabu hicho kina mambo mengi ambayo ni vizuri kukisoma. Ni vizuri kukisoma ili tuweze kuelewa, kwa sababu kuna upande mzuri na upande mbaya. Lakini kikiwa kibaya zaidi, basi pia naamini kwamba kama Wakristo tuna ushauri mzuri, sio wa kupoteza, lakini ushauri wa kuelekeza watu vizuri, wasifinyiliwe ama waage wako katika ndoa, kwa sababu ni Wakristo waage pale. Nadhani ni jambo ambalo linafaa muda zaidi. Linafaa muda zaidi, lakini kwa muda huu ningependa nikupatie nafasi atupokee wimbo wako wa pili, kisha narejea baada ya sekunde chache. Okay. Naam. Sawa. Sasa wimbo wangu wa pili unasema Baba niongoze. Lakini sasa wimbo sijaweza kufanya video. Nafikiri inaweza kaa hivyo mpaka ile siku nitafanya video. Basi naomba tu studio tupokee wimbo huo kwa sekunde chache, ili wapendwa hawa wajue kwamba Lois the Great amefanya wimbo mwingine. Narejea baada ya muda usiokuwa mrefu sana. Usiondoke. Okay, sawa. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni, hakuna angeninunua. Kila mtu angepita akielekea zake. Kila mtu angepita akielekea zake. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni mama, singekuwa na bei. Kila mtu angepita akielekea zake. Lakini Bwana Yesu alinipenda mimi, kaja duniani kaninunua mimi, kwa damu ya thamani. Ningepelekwa sokoni, singekuwa na bei. Ningepelekwa sokoni, hakuna angeninunua. Kila mtu angepita akienda zake. Kila mtu angepita akienda zake. Ningepelekwa sokoni, nikauzwa kama avocado. Ningepelekwa sokoni, nikauzwa kama tomato.
ningepelekwa sokoni nikauzwa kama sukuma, kila mtu angepita akienda zake, kila mtu angepita akielekea zake, lakini Bwana Yesu alinipenda mimi, kaja duniani kaninunua mimi kwa damu ya dhamana. Nikipelekwa sokoni singekuwa na bei, nikipelekwa sokoni hakuna angeninunua, kila mtu angepita akienda zake. Karibu sana mpendwa mtazamaji, tunaendelea vyema kwa uwepo wa Bwana. Je, unatutazama ukiwa wapi? Uko kwenye mtandao wa uko kwenye Signet? Je, uko kwenye Facebook? Je, uko wapi? Uko wapi? Ningependa kujua mahali ambapo ulipo, na vile ambavyo unapokea mambo yalivyo, vile ambavyo yamewaka moto hapa studioni tukiwa na mtumishi wa Mungu The Great ambaye ametubariki sana. Tuma ujumbe wako pale, tutaweza kusoma hivi punde. Kwa hivyo The Great, Lois, kwa muda huu ningependa tuendelee sana, lakini kwa sababu ya muda, kwa sababu tutakupatia nafasi nyingine katika awamu ya mwisho ile ya kutuma salamu, lakini kwa sasa ningependa uwajulishe tu wapendwa hawa jinsi ambavyo watakupata katika mitandao za kijamii. Okay. Mtazamaji, utanipata pale Facebook. Najulikana kama Alois Ooga. YouTube Alois The Great. Na nafikiri ni hivyo. Asante sana. Tumeheshimika kuwa na wewe. Mungu azidi kukubariki sana. Kwa hivyo usiende mbali, katika awamu nyingine utapata nafasi. Kwa hivyo kwa muda huu mpendwa mtazamaji, ningependa tumpokee mgeni wetu wa pili ambaye anajulikana kama Bishop Baraza. Leo tumebarikiwa zaidi, tuko hadi na askofu kwenye nyumba, utamuona hapa leo moto itawaka. Sijui kuna vile vyombo vya kupunguza nguvu ya moto kama imeenda juu sana. Fire extinguishers basi zitabidi leo ziletwe hapa, kwa sababu leo moto umeshuka mpendwa. Basi kuwa tayari kumpokea baada ya sekunde chache. Usiondoke. Katika umoja wa Kristo, kwa hizi dakika chache tu, watuambie wazo lao la mwisho kulingana na maneno ambayo tumezungumza hapa siku ya leo. Sijui tuanzie nani ana maneno ya kwanza? Na tuanze na Masai ama tuanze na askofu? Tuanze na askofu. Karibu askofu. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Jambo la kwanza nataka tukushukuru kwa sababu ya TV hii na mawimbi haya ambayo tumetupeperusha leo. Ya kwamba imenibariki sana. Nimebarikiwa kiwango kikubwa. Na wewe ambaye unatutazama, nina uhakika ya kwamba umebarikiwa. Na ushike pale, kwa sababu si mwisho wa sisi kuwa hapa. Tutaendelea kuwa hapa zaidi. Tangu tu ni kuwatia moyo ya kwamba vile tumesema tangu mwanzo, usivunjike moyo. Jambo la kwanza, shikilia Mungu. Jambo la pili, anza na Mungu, enda na Mungu. Jambo la tatu, hakikisha ya kwamba hauachi wokovu. Mungu anakupenda hata mwisho. Amen. Amen. Kwa Alois. Amen. Mimi nashukuru sana kwa hii nafasi ambayo umenipatia siku ya leo. Na nasema ni asante sana. Na kwa wewe mtazamaji ambaye umeweza kutupata siku hii ya leo, na kuombea ubarikiwe, uweze kuendelea kuwa pamoja nasi na uendelee kusimama na kazi zile ambazo tunafanya. Kwa sababu sisi waimbaji tunatarajia nyinyi katika mtandao wa kijamii muweze kutusaidia na kutusupport. Pia nashukuru sana nimeweza kupatana na askofu. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Najua tumekuwa nawe katika hii platform na tumepokea baraka zako. So tukitoka hapa najua tutabarikiwa na tutainuliwa. Na kazi zile ambazo tunafanya tutaendelea kuinuliwa zaidi. So pia nakuomba kwa maombi ukienda uweze kutuombea, at least na sisi Mungu atukumbuke na atuinue. Nikimalizia napenda kusema kwamba nimsalimie rafiki yangu anaitwa Fredrick. Ameniambia nisipomsalimia nisirudi nyumbani. Okay. Msalimie. So Fredrick, pokea salamu zangu na wapendwa wote wale ambao tunafanya nao movie. Barikiweni sana. Sherin, Fanuel, Silas na wengine wote wale ambao tunafanya nanyi. Barikiweni sana, mmenisupport, at least niko somewhere. Na pia na wasalimia washirika wale ambao tunashiriki nao kanisani pale Adonai. Na aposto wangu pia namsalimia. Pokea salamu hapo ulipo.
na asante sana kwa maombi yako, umenifikisha somewhere. Asanteni sana, mbarikiwe na Mungu awabariki. Amen. Na kwako mstari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo langu la himizo ni kwamba ningependa kuambia watazamaji ya kwamba tuzidi kuomba, tuzidi kukua kwa Yesu, tusitoke, tusikubali shetani ajaribu imani yetu, tusimame kabisa, tuzidi kuomba, maana maombi inatusaidia na inatujenga. Na ukiona ya kwamba kama kuna mahali unavunjika, unashindwa, ni vizuri kutafuta baba wako wa kiroho pale kanisani, na muombe, atakuombea na mambo itakuwa sawa. Ila tusitingizike kabisa. Pia jambo la pili ni kwamba tuzidi kuombea Kenya, maana unaona mambo yanayofanyika ni kama zile filamu zenye tunafanya, ni vitu ambazo tumeishi kushuhudia. Ila tuzidi kuomba zaidi, tuombee Kenya, tuombee viongozi, na tunapofanya hivyo Mungu atatujalia. Tuombeane pia waimbaji, maana pia shetani anaingia pale kanisani kama askofu vile aliposema. Askofu pia anakuja na anaguza baba wa kiroho. Akishamguza ndio sasa anazambaratisha sasa kondoo. So wakati tunapozidi kuomba, maombi ni jambo, maombi yani ni upanga unaokata kuwili. Na tunapozidi kuomba Mungu atatujalia. So niseme tu, nipeleke salamu zangu kabla nisifike pale nyumbani. So ningependa kusalimia kwanza my mom. She's a pastor. Anaitwa Pastor Beatrice Kareya. Namshukuru kwanza kwa vile ametolea mpaka sasa tumekuwa wakubwa. Na nimekuwa na dream ambazo Mungu amekuwa akinionyesha akona jambo makubwa kwangu. So nimekuwa na dream ambazo my mama amekuwa akiniombea, akinisupport, akinitafsiria kama vile Joseph alivyotafsiriwa. So amekuwa amenishika mkono. Pia siwezi sahau my small sister anaitwa Miriam Tulasha. Nazidi pia kumwombea. She's number one my supporter. Kuna my brother Samuel Njevai, tumekuja naye, ameniambia bro lazima niko escort. So wamekuwa wakinisupport, familia yangu wamekuwa wakinisupport. Pia kuna wengine kina Steve, kina Enoch. Mungu awabariki. Kuna friend wangu anaitwa Nancy Chanzu, pia amekuwa akiniombea sana. Mungu azidi azidi kuwabariki wote. My fans ni wengi, nikianza kuwataja sitamaliza, ila wote. Pia niko na group ya KFT, Kenya Film and TV, najua wana stream live. Mungu awabariki pia tunapozidi kutoa filamu. Asante sana kwa sababu ya upendo wenu na kwa sababu ya heshima zenu. Kwa kweli siku ya leo tumebarikiwa, askofu, watu wameguzwa. Utaona jumbe ambavyo vile ambavyo ametuma jumbe baada ya hii, na unajua kwamba umeguza moyo ya watu wengi. Mistari, kuna watu walikuja hapa kwa sababu yao na wamepokea. The great, watu wamepokea ujumbe ambao ulikuwa mwaletea siku ya leo. Kwa hivyo jione kama baraka zaidi, na pia najua kwamba baada ya hii Mungu atainua viwango vyenu. Kama ni katika uimbaji, basi tunatarajia nyimbo mpya tuweze kuziachilia hapa. Watu wazidi kubarikiwa. Jua kwamba watumishi hao hawakuondoka waenda wakanyamaza, lakini kuna wimbo ambao walienda kuachilia kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tumeheshimika sana. Sijui kama kungekuwa na sekunde tuweze kusikia nyimbo zenu, lakini tutazisikia tukimalizia. Na pia baada ya hii najua kwamba kuna request hour, kuna hizo nyimbo ambazo watu wanaitisha. Kwa hivyo wazidi tu kuitisha, kwa sababu kwa request hour nyimbo hizo zinachezwa kabisa kwa ukamilifu. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, tumefika katika awamu ya mwisho. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na kabla ningependa tu kuwashukuru, na wakati na washukuru hivi, askofu, ningependa ujitayarishe kwa sababu ya kuombea tukifunga show kwa hata kama dakika 2 kuna mtu ataipokea.
siku ya leo show imekuwa mzuri, kwa hivyo ningependa kuchukua muda huu ni washukuru wasimamizi, waandalizi, wageni ambao wametutembelea hapa studioni, wapendwa wale ambao wanatutazama, wengine wako sokoni wameacha kazi zao waitazame kipindi cha Sauti za Injili. Kwa jina najulikana kama Feni Abrams. Nimebarikiwa sana kuleta show hii siku ya leo. Ningependa uzidi kutazama show zingine hapa KA Television, like, follow, share, na watu wengine ingia pale kwenye YouTube, subscribe. Fanya hivyo naye Mungu atapokea ushindi na sifa zote. Pia tukiendelea hivyo, kumbuka ya kwamba katika mitandao ya Facebook tumeweka posta pale ya Tukuza Award ambayo ni ambayo inaendelea. Uzidi kuvote pale. Tutafurahia sana tukipokea vote yako. Kwa hivyo baada ya hii, ingia pale kwenye mtandao wa Facebook, pata jinsi ya kuvote Tukuza Award KATV Christian TV of the Year, tuweze kuibuka washindi. Nadhani tuzo hilo litakuwa linapatianwa Jumamosi hii kama sijakosea. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya ubariki. Kwa hivyo ningependa nimpatie nafasi mchungaji kwa hizo dakika 2 aombe watu wa mahitaji mbalimbali, alafu tunafunga. Mungu akubariki kwa sasa mpendwa. Kwa heri kwa sasa. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Apostle Kuloba Peter, Pastor Dennis na Apostle Marwa. Mungu awabariki kwa kunishikilia mkono. Nataka niombe na wewe ambaye una mahitaji mahali popote ulipo. Biblia inasema kwamba Mungu anajua tukiombacho kabla hatujaomba. Kwa hivyo ninapoomba najua kwamba hitaji lako linaweza kujibiwa na Mungu. Kama wewe ni mgonjwa na umo na mahali, weka tu mkono pale. Amini pamoja nami, funga macho na Mungu atakutendea. Baba, katika jina la Yesu, wewe uliyeumba mbingu na nchi, Jehova, wakati huu tunakupatia wewe, kwa sababu mwanzo na mwisho ni wewe na hatuwezi lolote bila wewe. Watu wako wameamini katika televisheni hii. Watu wako wameamini wanapotutazama Bwana. Na waombea Bwana wa mabwana ya kwamba shusha mkono wako wa amani, shusha mkono wa uponyaji. Guza kila mmoja na hitaji lake. Unasema kwa neno lako ya kwamba unajua mahitaji yetu na ya kwamba mkono wako si mfupi usiweze kutuokoa. Mfalme, nyosha mkono wako ukaweze kutuokoa. Guza kila mmoja Bwana. Wacha ushuhuda ukatokea ya kwamba Mungu, tulipoomba mahali hapa kuna jambo ulitenda Jehova. Inua kila mmoja anayetutazama. Watende mema Mfalme wa ajabu. Watie nguvu na kuwapigania kila vita wanayojua na zingine wasizozijua. Wacha wewe uwashindie Mfalme wa ajabu. Paulo anatuambia vita ni vyako si vyetu. Asante kwa sababu ya kutupigania. Wewe ni mwema Bwana. Pokea sifa na utukufu maana unatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante sana Askofu Baraza. Kwa hivyo tumefika mwisho wa show hii. Mpendwa mtazamaji, zidi kutazama KA Television, understanding the mind of God. Bye bye for now. Bye bye.